Mudurajira Matthew in Mekoria BAT Sandbase Kamau wa Muthaga. Thank you Kamau wa Muthaga ugeithiria andu acio the ahau ucoke hari uthi hari ya Jonan Gypsum o hau kianda uthi ugeithirie aruti othe a wira a Jonan Gypsum. All right. Riu mam. Yes. Wajira witagwo Ruth Wangui Waweru. Ruth ni okwanirira. Naguo riri. No kuhiria microphone. Tutikaruta wira wa tuhu. Aya witagwo Ruth Wangui Waweru. Wangui Waweru. Kuma ku? Kuma gwitu ni Nyandarua no njikaraga Buru. Okay. Ukagwetha u? Ndoka gwetha baba itu. Etagwo atia? John Waweru Jathi. John Waweru. No yo John Boss. Nike gwathire Waweru Jathi. No. Na John Boss. Yeah. Orire kuma rĩrĩa tũtaretwo mwana mũthenya ona ũmwe nĩ kuma 2022. Nĩ ndĩrĩ ndamwona ritona rĩmwe. Okay. Aikaraga ku? Akoretwo aumĩte na Ikuru Mbarũkũ. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, o nĩ baba wanyu, mamu wanyu eko? Maikaraga na mamu wanyu? Aca. Okay, baba wanyu maikaraga nake nĩ amũrerete? Nĩ atũrerete kĩo. Rĩu rĩ, mamu wanyu nake nĩ rĩu nĩ karũgano. Kahurũkire kana? Muoyo no nĩ mũrwaru. Okay, koguo eho. Eho. Pole sana tondũ ndaigua wega. Rĩu rĩ, baba wanyu nĩ maikaraga na mamu wanyu? Aca. All right. Aikaraga ku? Aikaraga na Ikuru akĩũra. Maikaraga nao nĩ ahikanĩtie? Aca. Aikaraga wiki although ona nĩgetha rĩu akorwo Mbarũkũ rĩ no kwaga ningĩ agĩte endia mũgũnda gwitũ Nyandarua akĩgũra buroti Mbarũkũ. Agũra buroti Mbarũkũ nĩ acokire akĩendia. Amĩendia rĩu niĩ ngĩigua atĩ okire kũgũra buroti gũkũ Nairobi. Na rĩu hĩndĩ okire kũgũra buroti Nairobi kuma na kũu 2020 nĩ acokire akĩaga rĩngĩ. All right. Wajira gwitwo John Waweru kana John Boss. All right. Turetha muthuri gwitwo John Waweru kana John Boss. Uria rita ria muico erega kuonekana ni 2022. Mwari eha gwitwo Ruth Wangui niwe aretha. Ni uma na mbica yake? Aya, mbica yake ni tugwikirwo thiini wa screen ya Kameme TV ni mundu gwitwo Chege. Chege tugathikire mbica ya John Boss kana mundu gwitwo John Waweru. Aiko tarora haria thutha urore kana ni ucio. All right, ucio niwe mundu gwitwo John Boss kana John Waweru wa Jathi na mwari akiri haha orire 2022 na riu ndirenda mwari wa John Boss aririe baba rira warie baba anyu mwira haria hothe agikorwo ari ka Nairobi kaneku umwire wi guku na ni uramwetha nditiguo? My dad baba itu John Boss ni mwana waku wa mbere Ruth Wangui na ndi guku studio ya Kameme na ni ndiragwetha na ni ngwethete muno na ni turagwetha ithuothe ta family itu tondu ni tukwagite ihinda inene muno na riu ndina kĩeha thĩinĩ wa ngoro yakwa tondu ndiũĩ kana kũrĩa ũrĩ nĩ gũthĩnĩka ũrathĩnĩka. Niĩ no nyende tu nguone tu handũ ingĩkũhoya ũgeri mũno ũke gũkũ gwa Kameme nĩgetha tukuone ngoro citũ ciganire tondu tutũraga twacemania na andũ bara tukarora tukona kana niwe turona. Turena kĩeha mũno na no twende tukuone o harĩa ũrĩ na tuguku promise ndũgathĩnĩka rĩngĩ. Ũke tuone ithuĩ twĩ ciana tondu tutiramenya nĩ kũrĩ. All right. John Boss kana muthuri ũgwĩtwo John Waweru Jathi niwe ũrethwo. Mbica yake nĩ twamĩkĩra hau na oririo mwaka wa 2022 na rĩa mũico onekire ku? Onekire okĩte mathiko ma cũcũ mamu wao ithuĩ ona tutiamenyire umanire na kwagĩũka mathiko. All right. John Boss, please akorwo nĩ ũratũigua kana mundu wi John Boss muthuri ucio gwitwo kana John Waweru wa Jathi ni orethwo ni mwari guo
ithi ni twambiririe wira wa gwetha John Boss mundu gwitwo Ruth uri coke mwena uria ni ukwirwo procedure kumanagia na hau uguo ri riu weterere Ngai aruta wira agituhuthira ithuguo. God bless you. Now ngaithanirie aya na ni hari family ya mutumia ogwitwo Virginia no Kariuki uria wina murimo wa leukemia na arabatara guthie gwikwo kindu gitagwo bone marrow transplant thini wa bururi wa India. Function ya Harambee no igakorwo mweri 16 Mei 2026. Mweri 16 Mei na igakorwo kuria mucii haria girigiri cokereria kundu gwitagwo cokereria mucii-ini kwao kuria kwa nyina wa kana kwa nyina wa Soni. Koguo waigua ndomereri no umenyithio cio ngi na agikorwo ni ukuhota kumateithiriria paybill number yao ni 449901. Alright, eguka Virginia, account name Virginia Nongari. Aya ni umwe waria moka mehoya haha na ndatuika wa guthoma ndomereri iyo. Alright, thank you so much. Na haha ni tuli kairetu karia tuthomithagia na we cannot do that. Riu mundu ucio ni okay. Aya ha hena kairetu itanathie ndeto-ini wengi iramboa mundu wenda gutuboa oro riu hena kairetu gitagwo gaka kairetu karia tuthomithagia ciana inya riu haha riu muthomi ni arikirie wetwa muthomi riu twina uyu na twina Shiro na gaga gwetwo Waithira agacoka thukuru wiki ino wengi na ari okura kundu gwetwo Nginduri na riu na nianenehete twana turoirio riu twa njanjo na riu ri kairitu gaka ndirenda twikia uria twikaga ndenda uguteithie gucokereria kana ga thukuru tondu ni twana twa njanjo na we urathikiririo we wa njanjo ndenda uikie school fees na riu Waithira sasa poa umekuwa mkubwa riu grade k 8 grade 8 haya thothomithirie mwana biu andu njanjo niki haya nake mundu gwitwo Shiro nake ni arathire grade 10 na Kabare Girls tuthiete muno haya riu ri muiritu gwitwo Waithira ri ndenda tumucokie thukuru na ndiramuhe na gitio no wa njanjo na riu ndenda wikire kiria ukuonagia school fees 0796 436 551 0796 436 551 0796 436 kademi sokererege 0796 436 551 ekuma letwa Faith. Haya kairetu gaka ri kairetu salimie sasa wale au wanatusikiza hao ndo wanakusomeshanga wasalimie na waambie asante na wa request waendelee kulipia yengine. Sasa naitwa Mary nasema asante natoa pesa zenu alipia shule shukuru Kameme sana na abarikiwe. Amen. Leo sasa si unataka kurudi shule, waambie unataka kurudi shule. Nataka kurudi shule. Waambie wa kusupport. Support. Wabarikiwe. Okay, leo kairitu gaka tu hedi wokite twakoire ni mwiri gwana rwako kare down self esteem yako yari the few no ni tondu wa guikarania ngathie thukuru gaikarania na ari mwega acoka gaikarania na Nongari na ciana iria ingi ni nikambe ni gakoretwo gechonjo muno riu gitamba unjire riu wenda gutwika ki kulingana na sasa venye umeendelea umeona unataka kuwa nini in future? Change by the mimi najua anaweza change. Unataka kuwa nini sasa? Vitu mingi sana. Sasa nataka moja. Naweza kuwa mwalimu wa watoto
Mwalimu wa watoto. Sasa tunaendelea vizuri. Aya, namba ungekira kairitu gaka gacoke thukuru ni 0796 436 551 0796 436 551. Sasa utawaangusha watu? Waambie wa promise. Afanya hard work. Utafanya hard work. Waambie utawaangusha. Waambie. Afanya hard work. Let it down. Thank you. Mudo gwe todo gari. Leo ri na ne okirute tayira mwagani goikania na to mudo toto. Thank you. Ngai akurathimire ri ugacokia na hau uguo. Na nikagere ni gokita wega muno. Muno ona ugaga by the way ne rugaga wega muno. Gogo no atuike chef. No atuike chef. Na ne aroraga imani. Endete ona kamwendete muno. Yani ne that person ya ciana. Leo arena ihinda inene ria gucagura kiria gatuika no riu hau akinyite no atuike fashion rindu akiona mikanye endea iro ngithi nyingi muno ciaku uria ndaguriti ni twathire na ndirari banana ndathire kuria gathanji kwa Mr. Wajema Sunday andu aria othe mari kuma kindu mangeithi na ngithi mathiko. All right. Na ona mundu gwitwo Wajema ni akenire muno. Thank you. Na ndirari banana kwaja heje ciranjirire kugeithia uti kundu thia na ndirwo kugeithia neguo thank you so much. Riu ndehera family yo ya riri ya ni yako la girigiri mandehere na riu mundu gwitwo ni akinya ndio ndakwandikira uguo. Good. Negurakarite ni angiandakaria muno. Ndeta undehere riri. Ndehera muthuri ucio. All right. Ngukwiraga uko alert. Thank you. Aya, riu ithuĩ tukire guku na maundu maya rimwe ni moka rimwe. Ungiona riria ndoimana uguo ni thia gubanga maundu na hau uguo. Kudeal na kirindi kia Musa ni harito. Riu no ndirenda we uigire thiini wa soko mura tondu ni ndirenda we uike umenye next week kwina school fees na ni rimwe ni njaragiria mundu tacio riu tocio mutumia ucio ni acenjerio TV yake yokambia kiria na hena school fees bado 20,000 na hena shopping ya 30,000 ndirenda gugubanga oro riu korwo wi mundu mugi ure star 441 hash oro riu star 441 hash maundu maku magiikara makiri chonjo star 441 hash. All right. Yes. Na ndani ya studio tuko na mgeni mashuhuri na si mgeni sana kwa wale ambao wanatumia mitandao na wale ambao ni wanaishi katika jiji la Nairobi. He is one of our champions. Na Mungu amembariki na hiyo kipawa. Riu twina mugeni witu wi hana ni ngwenda riu umenye no aria methe-ini wa TV ni mona no na tondu herugano rwi haha ndirenda ona ke atuteithiririe. All right, ndirenda wibanga na hinya wingire star 441 hash star 441 hash wingire thiini wa soko murwa maundu maku maikara makiri chonjo no ni ngwenda kuhurira mundu mwe thimu kabla sijamkaribisha ndugu yetu hapa ili tuweze kuongea. Elizabeth woe thimu ujire kuri ori tulikanie nawe Elizabeth. Aya mundu gwitwo Elizabeth mundu gwitwo Elizabeth riu niwe turenda kwamba kuhurira thimu oro riu aya itana bakurikia oro riu Dakika 1 minute tondu twambiriria tutikwaria na thimu ingi tondu thiini aya Elizabeth na befanga mundu mugwitwo Elizabeth akaira TV yake muthenya wa Saturday. Elizabeth we mwega? Uyu ni manyare wa kuhurira thimu wiku?
we Karau haya ni ukuigirite soko murwa haya ukwendaga ki TV haya riu ngomakie kana ngukenie haya riu weri TV haha na gwatuika we bidi yaku niyo yaingira TV haha riu koguo ni Saturday wina TV yaku kawena ka TV kariku aria kanini haya riu wina area nene congratulations mwana witu haya riu ni ukuhuriro ni customer care ni ukwirwo sawa thank you murutwo wake wa college eriku Kamweja haya ni ukwirwo sawa haya okay na wetete wingire thini wa soko mura hora star 441 hash shagura item yaku haya tuko na ndugu yetu hapa jambo jambo ndugu yangu yes mimi sitaki ni wa introduce yeye ni nani yeye nataka yeye ajitambue ajitambulishe yeye mwenyewe yes kwa majina naitwa Geoffrey Musiria mimi ndiye katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi ama kwa lugha ya kimombo Chief Officer in charge of public participation citizen engagement and customer service yeah. Karibu sana mimi naitwa Aman Nyare mimi ndo naendesha hii program ya wale watu ambao walipotea hasa kama hapa saa hizi kuna watu umepata hapo wale ambao wamepotea wanakuja hapa tunawapia hiyo huduma ya kuwatafutia wale ambao walipotea watu wao kuja tunawareunite hapa live sasa hiyo ndio kazi huwa tunafanya na pia mimi huwa nakuona kule kwa mitandao wewe unashughulika na mambo mingi naona unashughulikia wengine ambao hawana makazi yani wewe kazi yako inajulikana karibu sana kuna kesi ambayo tulikuwa nayo hapa na tukaonelea ya kwamba tukiita Geoffrey labda anaweza kuwa na usaidizi kwa maana wewe kuna story niliona umefanya ulienda ukavamia mahali ulipata nini yes kwanza kabla nilizungumzie nataka kushukuru Kameme kwa ile kazi ambayo mnafanya asante asua katika kuhakikisha kwamba watu waliopotea wanapatanishwa na familia zao na pia acha nimshukuru mama yetu Nungari kwa sababu aliponipigia simu aliniambia kwamba atanipatia platform niweze kuzungumza na Ando Aito watu wa nyumba kabisa niambie nafanya nini na ni kwa nini niko hapa so alinipigia ilikuwa like 2 weeks ago nilipokea simu kutoka kwa mama yetu Nungari ambaye alijitambulisha akaniambia yeye ni coming women rep wa Kiambu County kisha akaniambia anafanya kazi na Kameme na akanialika nije kwenye hii show na nashukuru sana karibu sana so nataka kusema kwamba kazi ninayofanya ni ya huduma kwa wananchi kuhakikisha kwamba wananchi mnapata huduma katika serikali kuu ya gatuzi la Nairobi chini ya uongozi wa gavana wa gatuzi Mheshimiwa Sakaja na ni opportunity ambayo wengi wangependa wawe nayo lakini unapopata opportunity kama hii unafaa itumie kwa ile njia ambayo inafaa upeana huduma kwa wananchi so nilipokea simu kwa sababu nimekuwa nikirescue wale watoto ambao wamechapwa na wazazi wale wamedhulumiwa na step mother step father so nilipokea simu kutoka kwa one of the residents wa Kware pale pipeline Embakasi South Kware akaniambia kwamba kuna mama ambaye aliuziwa mtoto kisha aliyemuuzia mtoto ni jirani yake huyo mama akagonjeka akaenda kwenye mganga waganga wakamwambia niweze kupona sababu amefura miguu haizi tembea anaumwa mwili mzima wakamwambia ndipoza aweze kutembea la kwanza arudishe mtoto kijana mvulana wa miaka 2 hivi aliyemuiba mama amefura miguu mama amegonjeka haya ameambiwa na watu ameenda kwa mganga ameenda kila mahali kwa mganga akamwambia shida yake akaambiwa sasa hapa
Indo ili shida itatuliwe. Yeah. Kuna mtoto uko naye. Yeah, hivyo ndiye aliambiwa. Lazima urudishe kwa wazazi wake. Haya. Akaambiwa huyu mtoto ambaye uko naye kijana huyu mvulana miaka 2 uliyeuziwa ndiye amekufunga uwezi tembea. Na ndio uweze kutembea basi umrudishe kwa wazazi wake. Kwa sababu mama aliuziwa mtoto, ajui wazazi wa mtoto ni kina nani. So ilibidi afanye nini? Ilibidi utafutwe. Ilibidi arudishie yule alimuuzia mtoto. Kwa sababu wewe umeniuzia mtoto. Sasa sina kurudishia upelekea wazazi wake. Kisha aliyeuziwa mtoto ana pia network ya wazazi kwa sababu aliiba mtoto. Sasa kakana huyu mtoto akaambia mama moja, mimi nataka kuuza huyu mtoto, nitafutie mteja. Sasa ameshindwa sasa, ajui network ya wazazi. Ajui wazazi, hata yeye pia aliiba. Yeye ni mwizi. Lakini kinacho nishangaza ni kwamba mbona huyu mwenye kuuza yeye akufungwa? Kwa sababu kama ule alienda kwa mganga ingeconnect mwenye kuiba na mwenye kuuziwa, wote wangefanya nini? Wangefungwa. Lakini sasa acha turejelee hapo kwa aliyemuuza, akabaki na mtoto, akaanza kutafuta mteja. Katika ile hali ya kutafuta mteja, akatafuta jirani yake mama, akamwambia tafadhali nataka unitafutie mteja wa mtoto. Na huyu kwa sababu yeye afanye biashara ya kuuza watoto, ilibidi afanye nini? Ilibidi aweze kunipigia simu kwa sababu ya uzi watoto. Na vile huyo mtoto alikuwa anateseka, mtoto alikuwa anatembea nje bila nguo, mtoto anaenda haja ndogo haja kubwa bila nguo, mtoto analala kwa floor. Imagine floor, mtoto wa miaka 2 analala kwa floor bila nini? Bila nguo, hiyo baridi. So ilibidi afanye nini? Ilibidi anitafute mimi. Alright. Na mimi nikatuma mtu wangu akatangulia, aenda afanye upelelezi chini ya maji, akonfirm kama ni kweli ama ni mtu anatudanganya, tukienda pale tupata ametupangia guns. Unajua hii town watu ni wakora. Ni mbaya. So mtu wangu akafika kweli, akakonfirm mtoto yupo pale, na akakonfirm ile picha nilimtumia, ambayo nilitumiwa na informer, kwamba ndio hiyo. Kisha tukapanga operation ya usiku, tukaenda kwa Fila police station. OCS akatupatia askari 2, tukaelekea kule. Na mimi huwa na document such cases ndio wazazi waweze kupatikana. Tulipofika tu kwenda kwa ule mwenye ako na mtoto, mwizi wa mtoto huyo, mwenye kuuza sasa, kuuzia mwizi mwenzake. Tulienda mwenye kuuziwa. Tukafika pale sasa, tukasema ndiweze kusema ukweli, tutasema sisi ndio wazazi wa mtoto. Waambia mama, huyu mtoto ako wapi? Mama kwa sababu alikuwa amechoka, amefika mwisho mateso, akasema mimi simjui huyo mtoto. Waambia mama, wewe tuambie mtoto ako wapi, la sivyo hatutakufungua, utakufa. Kumwambia hiyo ya kumfungua utakufa. Mama akasema mimi sina mtoto, nirudishia mwenye aliuza, nyumba yake ndio hiyo hapo next. Na nikamuuliza alikuuzia pesa ngapi? Niambie ukweli ndio tukufungue. Akasema aliniuzia 50,000. Mtoto anauzwa kama omena. Imagine. Tukarudi kwa ule mwenye kuuza. Sasa tukamrudia kumwambia, kuingia tukapata mtoto mdogo amelala kwa floor, wake amelala kwa kitanda, na yeye amelala wapi? Kwa kitanda. Lakini hiyo mdogo kwa sababu ni shida kwao, amhitaji, ni mzigo, ni tuseme ni kama cabbage. Ni cabbage, omena. Alisema yeye anauza omena. Ni omena, ameweka wapi? Ameweka kwa floor. Tukamchukua mama, kisha akatuambia si mwizi wa mtoto. Akamwambia unafanya kazi gani? Atuambia mimi nauza omena. Sasa tukasema sisi watu wakubwa ni samaki, watoto ni omena. Sasa wala anauza omena ni watoto. Ashikilia hapo. Gwishia ni wake igwa okarega ni wake igwira uria gwagithire, na tunashukuru ndugu yetu anafanya kazi mzuri. Ni wake igwa ciana ni radio riu iretio omena, na nikio twetire Joyfrey Msiria guku niguo atuteithiririe tuhote go solve case ya andu aya akuma kuria Girigiri. In the meantime, gwishia we ni waririkana rugano rudera we na we wigire thiini wa soko muru wa hora star 441 # star
*441 hash ucagure item ĩrĩa we ukwenda oro rĩu tondũ nĩ ithaa rĩa lala salama. Sasa Joyfrey wetu, yes, inaona masaa yetu yameenda sana na umetanguliza hiyo story, umeintroduce. Sasa huyu mtoto kwa hivyo ako ni kama umri wa miaka mingapi? Kwanza sijamaliza. Si tulipata mtoto wa miaka 2 huyo mvulana. Kisha tukiwa kwenye hiyo nyumba tukapata mtoto mwingine mdogo, msichana mdogo, mtoto wa mwaka 1 na miezi kadhaa. Mwaka 1 anaelekea miaka 2. Kwa sababu kwa hivyo ako na omena mingi. Alikuwa sasa huyu mwenye kuuziwa alibaki na hiyo omena ndogo ambayo ni mtoto mdogo, akarudisha ule wa miaka 2. So alikuwa na watoto 2. Tukawachukua wote, tukashika mzee wake kwa sababu huyu alikuwa ni mama mkubwa sana ambaye huwezi fanya nini, hatuwezi mbeba aingie kwenye gari na alikuwa mgonjwa. Kwani ni kilo ngapi? Mama ni kama zaidi ya kilo 200. Ni mfuko sana. So tukashika bwanake akapelekwa polisi sababu mtoto ako kwake. Na ule mama mwizi wa mtoto mwenye kuwauzia pia akapelekwa polisi. The following day wakaprocessiwa wakapelekwa kotini. Watoto tukawachukua wakapelekwa kwa children's home. Kisha na mimi nikakaa nikasema mimi pia ni binadamu na mimi ni Mkristo. Hata mwizi pia ana deserve apate matibabu. Nikachukua ule mama ule wa kufura miguu, mwenye kufura miguu kwa sababu sitaki afe. Akifa tutakuwa tumepoteza witness mmoja na kesi itakufa. Nikampeleka wapi? Hospitali ya Mbagathi, akatibiwa, akadischargiwa. Kisha nikamwambia maafisa wa polisi sasa wachukulie hapo waendeleze na miguu imeacha kufura. Kwa sasa ule mama ambaye mama ya mtoto huyo kijana alipatikana, akasema ndiye amfungue, lazima wapatane na yeye wakae chini. Kwa hivyo kuna mambo atamuongelesha. Ilikuwa story ya ukweli. Sasa alikuwa story, naweza piga simu hapo kasikia kutoka kwa mama wa mzazi wa huyo mtoto. Sasa kisha wewe utajionea mengi hapa katika tunajionea mengi. Sasa unaona hawa wako hapa hivi, huyu mama ako hapa hivi. The reason as to why tulikuita kwa maana huyu mama ako hapa aliibiwa mtoto. Gilgil huyu mama. Mwana ucio wanyu aigana gukorwo na ukoro wake? Ni mieri 5. All right. Sasa Joyfrey, unaona huyu mama aliibiwa mtoto Gilgil na yule mama alimuibia. Sena akasema wakati alishtuliwa na wananchi atachomwa. Akasema aende aoneshane mahali mtoto wako. Wakati sasa walienda hakupeana mtoto. Sasa the reason wakati tuliwatch hiyo clip yako tukaona hao walisema hao ndio kwanza waliwatch. Watu wanakuwatch sana. Wakawote wakasema hapana. Juu alikuwa amekuja wamereport kwa polisi. Walikuja tumefanya story hapa. Tulikuwa bado tunafanya investigations. Sasa huyu akasema yeye angependa atafutiwe Joyfrey. Kwa maana anasikia ako na alipata watoto. Aone kama ni mtoto wake. Sasa huyo mtoto ako kwa children's home. The only easiest way ya kuwapatanisha na huyo mtoto waende achukuliwe sample ya mama. Hatutachukua ya baba ama achukulie wote, lakini ya mama ndio muhimu. Hatuwezi taka tena kutokea tena unaweza fanya hivyo ikuwe kama ya salasi ya tufunje ndoa. Unajua ya salasi ya DNA ilienda vipi? Ilienda mrama. Ilienda mrama. Shikilia kidogo. Ile niko nao ni picha. Shikilia kidogo. Wewe unathuthikiriria urugano roni uririkana no atwekite na nikio Joyfrey hatomwetire reu kirugo atogwika next ni kitu gitagwo DNA to verify kana uhoro ucio reu niguo kuragethi. No tukehinga ndenda we ufange thini wa soko mura hore *441 hash *441 hash reu we wifange oro reu na reu ni rioreta ria mwisho wifanga ngena henya. Joyfrey, unasema kuna picha hapo unasema picha yenyewe ndio hii. Kama aya shege to harukeria picha hiyo. Picha mnaona inakaa ya mtoto wenu ama ni yeye. Ni yeye. Akiwa na siku ngapi? Akiwa na wiki mbili. Wiki mbili. Wiki mbili. Alikuwa wiki mbili.
Haya, sasa vile tutafanya leo Joyfrey venye amesema Joyfrey amesema vile itakuwa. Joyfrey, ni mtoto wenu pia? Joyfrey, umesema sasa njia rahisi. Mtoto kwa children's home. Mtoto kwa children's home. Haya, next ni yule achukuliwe sample. Mama aende polisi. Hapo DCI ya Embakasi East ambayo nitawapatia namba ya simu. Kisha tukishampeleka hapo atolewe sample ya DNA. Na tumesema ni mama peke yake. Mama peke yake, hatutaki ya baba kwa sababu anayejua baba ya mtoto ni mama. Ni mama, tusivunje ndoa. Hatutaki tuende huko pate tunavunja ndoa. Yari toke hoya adwa children's home marehe mwana. Todo no emo iko ni kuona. Babe mone then to proceed. Bwana Musira. Tulikuwa tunasema hivi, it's a request. Unajua sasa wewe sasa officially wewe umejoin sasa wewe umejoin hii program. Sasa wewe saa zile ukienda katika shughuli zako ukipata na watoto kama hao, sisi sasa unawaleta hapa, tunawatambulisha na watu wao, tunawaka pamoja. Now tunaomba mtoto kuna vile naweza letwa kutoka children's home. Kwa sababu unajua sasa the matter is under investigation, iko kwa polisi. Ingekuwa vyema kisheria aende atolewe sample. Unajua sasa wao watoto hawafai kutoka pale. Wakitoka jambo liweze kutendeka, itakuwa ni kesi kubwa sana. Kwa sababu saizi wako under police custody. We cannot take them. Ingekuwa kwamba tuyapeana kwenye polisi, ingekuwa ni rahisi. Swali lingine, huyu mama anaweza tembea huko kwa children's home? What I can do, nitaongea na yule officer ambaye amesimamia. But kulingana na vile tumefuatilia hata ule mwingine, mama aliambiwa ndiweze kuona mtoto kwanza sambo iweze kufanya nini? Kutolewa. Ya ule sasa kijana wa kwanza. Kwa sababu unajua hiyo ni children's home, haina polisi, haina gate. Mtu anaweza enda akamchukua nini? Mtoto na akapotea naye. Na ndiposa tumesema hivi, ndio tuweze kumaliza hiyo kesi, mama ataenda atolewe sample, atakuwa guided na hata nitapigia mkubwa wa DCIO wa Embakasi atu guide aende Monday. Najua leo ni siku ambayo ya weekend. Aende Monday achukuliwe sample ya DNA. Hata tunaweza mpeleka pale, ama hata nyinyi mnaweza mpeleka, ama mama yetu hapa Nungari ambaye ni kiongozi anaweza mpeleka pale, kiongozi wa mama, na huyu ni mama, anaweza mpeleka pale ili waende wapelekwe kwa hiyo home, achukuliwe sample, yani achukuliwe sample. Baada muda usiokuwa mrefu matokeo yatatokea, kisha kama mtoto ni wake, kwa sababu amesema na mimi vile naona huyu mtoto yuafanana na huyu. Wanafanana sana. Kiangalia wanafanana sana. Naona? So kuna likelihood huyu ni dadake. Lakini unajua ni uchungu sana kuona mtoto wa mwaka moja na miezi kadhaa anajilisha mwenyewe na anakula kupishana na watu wakubwa, kwa sababu lazima survive. Huyu mtoto alikuwa anakula mwenyewe. Unajua niko na mtoto wangu wa hiyo miaka haizi jilisha. Nikashindwa kumbe yani mtoto lazima survive, imebidi ajue kukula kwa sababu ya mateso. Mtoto kama anafaa kulishwa na mama. Kwa hivyo kulingana na hiyo investigation, hapa Nairobi watoto wanauzwa. Unajua kulingana na ile investigation ambayo nimefanya, kuna watu wanafanya biashara ya kuuza watoto na kutofuata sheria. Na hata juzi kuna mama amenipigia simu akiniambia ati kuna dadangu alipewa mtoto aweze kumtransport kwenda kwa mama, yani alipewa mtoto transport ambaye alikuwa ameibwa, yeye hakujua ameibwa. Lakini nikasema hii ni story amecreate, niwasaidie kuwatetea ati achiliwe, ati alipewa tu mtoto na mama mwingine amsaidie kusafirisha. Kwani kuna mtu atakupatia mtoto usafirishe, wewe ni mjinga? Hiyo ni uongo. Hiyo ni biashara. So kuna watu wanaiba watoto wa watu. Kwa hivyo mama wakae chonjo. Na ile kitu naomba wananchi wa Nairobi
Ukiona jirani yako ambaye hakuwa na mtoto na akona mtoto sasa anasema ni wa dadake, tafadhali tupigie simu, piga Kameme. Sisitiza hiyo maneno. Ukiona mtu akona mtoto ambaye sio wake na ni jirani wako hapa Nairobi, mwambie awaeleza amemtoa wapi, na pia tupigie simu, piga Kameme FM, nipigie mimi kama katibu au shirikisho na huduma gatuzi la Nairobi, tuje pale tufuatilie mtoto tujue kwao ni wapi na birth certificate na wazazi wake wako wapi, na kama hawapo basi huyo mtoto ameibwa. Na ukiona jirani yako alikuwa na watoto wengi wanaenda wakipotea mmoja mmoja na anasema anapeleka ushago, hakuna ushago, wengi wanauza, mwambie apige simu ya WhatsApp ushago, muonyeshe huyo mtoto, na pia kama ni hiyo ushago mfuatilie, kwa sababu wengi wanauza wanasema hako ushago. Alright, thank you. Huyo sasa ni katibu mkuu ndio ako hapa, na tunakushukuru kwa ile kazi ambayo unafanya. Asante. Na ningependa ufuatilie hiyo kwanza hiyo maneno ya watoto kuibiwa hapa Nairobi imekuwa mingi, imekuwa ni biashara. Alafu mtu akiiba mtoto wa mtu, so umeiba mtoto, umekaa na yeye ameanza kusumbua, maybe mtoto ako na ukorofi mingi, maybe mtoto ni mwizi, wanakuja wanawadampu kwa streets za Nairobi. Wala ambao wanaiba mtoto anashindwa kulea, badala ya kuenda amrudishe kwao sababu hajui, wanakuja wanadampu wapi? Town. Kitu kingine ninataka ni kurequest tutafanya. Nataka tu, nilikuwa na mpango tukue na hao, unaona hao street children. Hao kuna wengine wao ambao wako na idea kwao ni wapi, lakini wako tu hapa Nairobi. Ni kweli. Sasa wakitupatia idea sisi wenyewe, sisi kama Kameme, tutawatafuta watu wao. Kwa hivyo nataka tuwaka hand in hand to decongest Nairobi na hao watoto wa street. What we can do, kwa sababu hao watoto ndio tuwaleta pamoja, lazima tuwaambie nini tunawapatia. Tunaweza wapikia chakula, tuwaite pale hapa Jivanji, ama mahali popote within town, ama hapa kwa park. Hii park ni mzuri, juu mitambo yetu itafika hapo. So tukiwaweka hapo kwa park, tunawakalisha chini wanakula, kisha kila mmoja anakalishwa kivyake. Tunaanza kuwauliza yeye kwao ni wapi, alikujaje Nairobi. Na wengi ambao wako town, si eti ni kutoroka nyumbani. Unapata rafiki yangu mtoto ananidanganya tuende Nairobi sababu tunapigwa na wazazi. Ndio hiyo sasa. Sababu hapa nyumbani kuna mateso, Nairobi tutapata wanajipata hapa. Wanajipata town, wanapanda gari ya mizigo. Na gari ya mizigo inawabeba kwa sababu wanapanda for free. Unaona hii gari ya mizigo zile zinatoka ushago. Nazijua. Zinawabeba for free. Na akona idea. Anajua kwao ni wapi. Kwa hivyo tunaweza ifanye. Kwa hivyo tutakaa chini mimi na mheshimiwa Nongari, tupange hiyo mpango, na utaona tutakuwa tumefanya. Na tutakuwa tumedecongest. Unajua wengi wanafika town, wakifika ndio waweze kusurvive, wanaanza kutumia mafuta ya ndege kwa sababu hawana sweta, baridi itawaua. So wanapoanza kutumia mafuta ya ndege wanapotelea hapo, street inakuwa part of their life, wanajisahau. Alright, thank you so much Bwana Joyfrey. Asa nataka hii familia na masaa yetu imeisha, lakini ningependa tutoke hapo nje tuwe na mkutano kidogo, lakini on behalf of Kameme Media Max tunakushukuru kwa ile kazi ambayo unafanya. Asante. Mungu akubariki, na ukipata governor umsalimie. Thank you so much. Nataka turudi the other side. Utaoneshwa mahali tutaenda kuketi na mheshimiwa Nongari. Thank you. Wena ya mwirori wa jajo Ngai akurathime na gwike wega. Ivyo ni kurikia twakirikia no ririkane thiini wa soko muru rahura star 441 hash. Over to you, mundu gwitwo Fauro the producer.